Siku moja nilienda nyumbani kwetu nilikozaliwa, watu wananiangalia hivi, ni yeye. Siku moja nikawatumania habari, natamani nije nyumbani na nilale kanisani, maana nyumbani huko mimi sina nyumba. Usiniambie nijenge, mimi nimjengea Yesu Kristo, na nitajenga hata ndani ya moyo wako leo hii. Wewe nenda ukajenge nyumba, mimi wacha nijenge injili ya Yesu Kristo. Walimwambia mamangu, huyo mtoto wako hatumuhitaji, hizo nguvu ako nazo, sisi hatujui. Nilinyimwa kulala kwa kanisa mahali ambapo nilibatizwa kwa sababu ya miujiza ya Yesu Kristo. Baada ya miaka kama 10 walinialika tena, miaka kama 6 wakanialika, nikaambia mimi siendi. Viongozi wa kisiasa huko wakasema hata kama hauji tunakutarajia. Kwetu ni Highland, ni island, kisiwa. Wakaleta feri ikatengeneza mahali pa feri kuketi, inaitwa nini hiyo mahali pa feri to dock, where ferries dock. Na wakatengeneza pia ng'ambo hii, wakaniambia Ezekiel, tumekutengenezea hata kama umekuja na gari itapita. Nikasema mimi siji. Wakabeba tinga wakapeleka kwenye island mahali nilizaliwa. Tinga ikatengeneza barabara mpaka shuleni mahali walikuwa na mkutano, na ikapeleka barabara mpaka kwetu nyumbani. Nikaambia mimi siji. Wakasema mtoto wetu si uje tu. Nikauliza leo hii mnaweza kumbuka mimi ni mtoto wenu? Mamangu akaniambia si uje tu. Nikaambia nitakuja kwa kukuheshimu. Nilipoingia nikapata wamepanga wagonjwa. Nikajiuliza, hawa ni wale waliokataa Yesu Kristo, wakisema hawaamini nguvu inazotumia. Na unajua hawapendi kuokoka. Ninahubiri bado wananiangalia hivi, hata wale nilisoma na wao. Vile umesimama huko unaniangalia, waliniangalia hivi, sababu pastor wake alimuhubiria hiyo nguvu za Mungu ni mapepo. Alikuwa ananiangalia hivi. Then nilipoanza kuombea wagonjwa, nikasema kwanza nataka watu waokoke. Yeyote aliye tayari kuokoka asimame kwa miguu yake, na kwa simama 1 na wa 2 na wa 3 na wa 4 na 100 na 200 na 700 na 1000 na 2000. Nikasema hawa watu wakiendelea kusimama hivi, ile dini yetu ile itakosa washirika, maana hawapendi wokovu. Waliokoka wote siku ya Sabato walienda kanisani. Nikasema asante Yesu Kristo, leo hii wote walio kwenye dini ya Sabato wameokoka wote. Lakini kulikuwa na kijana mmoja mgonjwa, mlemavu kuanzia hapa kwa kiuno kwenda kwa miguu. Nikamwombea akupona. Nilipoenda kulala kwetu nyumbani, wazazi wake hawakumrudisha kwao, walimleta kwetu nyumbani. Wakaniambia Pastor Ezekiel hajatembea. Nikamwombea tena, nikamwambia huyo mtu amepona. Kaniambia amen. Hawakuenda nyumbani, usiku walikuwa hapo. Kwa sababu sina nyumba yetu imejaa, compound imejaa, nilalala ndani ya gari hapo nyumbani, na mke wangu analala ndani ya gari. Nikatoka naenda chooni kujisaidia haja ndogo. Nikirudi nakutana na mama wa yule mtoto kwa giza. Pastor Ezekiel, mtoto wangu hajapona. Kaambia mama, umenishtua, ni giza, subiri baadaye. Asubuhi saa 12 ako kwenye dirisha ya gari, Pastor amuka, hajatembea. Nikasema Yesu utanisaidia hapa. Hao watu walikukataa, lakini leo wamekupokea mpaka wananilazimisha kuponya watu. Nikamwombea saa 12.
Saa 4 naondoka, yule mama akarudi, bado hajatembea. Nikamwekelea mkono, nikamwacha, nikaingia kwa gari na feri ikanibeba, na mimi nikarudi Mombasa. Baada ya miezi 6, nyanyake yule kijana alifariki. Kumbe babangu na nyanyake yule kijana ni wa ukoo moja. Akaniambia kuna relative amefariki, nataka kwenda. Nikamwambia it's okay. Akienda anaona mtoto mwingine, kijana mwingine wa miaka kama 17 anamkimbilia. Akaenda akamkumbatia, akaambia babake, Pastor Ezekiel, unanijua? Akaambia mimi sikujui. Akaambia mimi ni yule kijana aliyeombewa na Pastor Ezekiel, ikashindikana sikutembea. Nilipokuja hapa kwa wiki 2 nilitembea, nimerudi shuleni, niko form 3. Waliamuka kuchelewa. I tell you the truth, kule nimezaliwa watu wamezikwa wengi.